Mambo vipi? Mimi ni Tom Jones. Karibu katika chaneli hii ambayo tunakuwa tunazungumzia masomo na namna ya kufanya filamu kwa ubora zaidi. Na leo katika sinema somo tunaongelea foreshadowing. Foreshadowing ni kitu gani? Foreshadowing hii ni mbinu ya kupachika dalili mapema katika stori yako. Lengo ni kuashiria tukio ambalo litatokea hapo baadaye. Na katika kufanya hivi sio lazima ziwe kubwa sana zinazoonekana sana. Mara nyingi zinakuwa ndogo ambazo zinaonekana kwa kujificha, na wakati mwingine zinakuwa za kawaida kiasi cha kwamba mtazamaji anapotazama filamu kwa mara ya pili anakuwa anazidi kuziona wazi wazi, licha ya kuwa mara ya kwanza yawezekana hakuziona. Swali la kujiuliza ni kwa nini utumie mbinu hii katika kusimulia stori yako? Lengo la kwanza ni kujenga matarajio kwa mtazamaji. Mtazamaji anavyoona dalili fulani anakuwa anahisi yawezekana huyu anatuambia kuna jambo hili litatokea, na linapokuwa linatokea ndo foreshadowing inakuwa imekamilika. Pili ni kuimarisha mshangao, kiasi kwamba mtazamaji hataona kwamba tukio limetokea ghafla, kwa sababu tayari ulishampa dalili. Basi anakuwa anashangaa kwa kiasi kikubwa na kuona wow, issue niliona hapo kabla. Na la tatu ni kuimarisha mantiki ya filamu yako, kwani matukio yatakuwa yanatokea bila ya kuonekana yametokea bila ya mantiki. Hii itafanya stori yako ionekane kila linalotokea linakuwa limepangwa na kuandaliwa vizuri kabisa kabla ya kutokea. Kwa lugha nyingine, foreshadowing huonekana pia kama ni namna ya kupanda mbegu mapema kwa tukio ambalo litatokea baadaye, ambalo ni tunda lililotokana na mbegu uliyoipanda mapema katika simulizi yako. Mbali ya hayo malengo, je, kuna umuhimu gani wa kuwepo kwa foreshadowing? Ya kwanza ni kutengeneza muundo thabiti wa stori yako. Hii ina maana kila tukio linaonekana liliandaliwa mapema na linatokea kwa kupangwa vizuri kabisa na mwandishi. Umuhimu wa pili ni kutengeneza tension. Hii ina maana watazamaji wanakuwa wanatarajia kitu kinakuja hata kama hakijatokea au hakitotokea, ingawa mara nyingi kinaenda kutokea. Kwa hiyo kutengeneza tension kwa mtazamaji anakuwa na stick kwenye stori yako akisubiri kile ambacho umemwandalia kitokee. Umuhimu mwingine wa foreshadowing ni kuipa thamani filamu yako kuweza kuangaliwa tena. Hii ina maana baada ya mtazamaji kugundua kuwa kulikuwa kuna dalili baada ya tukio fulani kutokea, inafanya yeye arudie kuitazama filamu kwa umakini zaidi, huku akizitafuta hizo dalili ambazo aliona matukio yake baadaye. Umuhimu mwingine wa foreshadowing ni kuongeza kina cha kihisia. Hii ina maana tukio linapotokea linamgusa zaidi mtazamaji kwa sababu alishaona dalili, hivyo anapokuwa anatarajia tukio kutokea na linatokea kweli, anakuwa anaguswa sana kihisia. Foreshadowing pia ina aina zake katika kuziwasilisha kwenye simulizi yako. Aina ya kwanza ni visual foreshadowing. Hii ina maana kupachika vitu vinavyoonekana katika stori yako ambavyo baadaye itakuwa ni matokeo ya jambo fulani. Mfano zaweza kuwa ni nyayo za mnyama fulani ambaye sisi bado hatujamuona, na linapotokea tukio la watu kuvamiwa na huyo mnyama linakuwa ni sawa kwa sababu tayari tulishaona dalili zake. Pia yaweza kuwa ni rangi ambayo inaambatana na hatari. Kabla ya tukio lingine kutokea, tunakuwa tunajua kwamba tukiona rangi fulani labda kuna mauaji yanatokea. Kwa hiyo ndio njia ambayo inatumia vitu vinavyoonekana katika kuweka foreshadowing kabla ya tukio kubwa kutokea lililotokana na ishara ambayo tuliionesha hapo kabla. Aina ya pili ni dialogue foreshadowing. Hii ina maana kuweka foreshadowing kwenye mazungumzo ya mtu. Yawezekana ukaandika mazungumzo ya kusema bwana, hisi kama hapa pananisisimua damu. Hiyo ina maana unatupa ishara kuwa yawezekana hapo kukawa na hatari, kwamba muhusika ameisha tupa dalili ya hatari kutokea. Baadaye inapotokea tunakuwa tunakumbuka kwamba muhusika fulani alishasema kitu kama hichi. Kwa hiyo nayo ni foreshadowing. Yaweza kuwa mtu mwingine akasema kwamba nahisi nikimwona huyu mtoto nasisimka kweli.
hiyo ni ishara ya kusema amevutiwa naye. Kwa hiyo baadaye tukiwaona kwenye mahusiano inakuwa ni sawa, kwa sababu tuliweka dalili mapema kabisa kwamba kuna mmoja alikuwa anavutiwa na mwingine kwa kuongea tu. Aina ya tatu inaitwa symbolic foreshadowing. Hii ina maana unakuwa unatumia alama fulani au mafumbo fulani kumaanisha jambo tofauti kabisa. Kwa mfano, mwanzoni mwa filamu tukaona kwamba kuna ndege anakuwa amefungwa kwenye cage. Hii ina maana kuna mtu atakuwa anapambania uhuru wa kutoka sehemu fulani. Pia mfano mwingine yawezekana ukaonesha vioo vilivyovunjika, ikiwa inamaanisha maisha ya mtu kuharibika. Hiyo yote ni foreshadowing. Unatupa dalili mwanzoni mwa filamu na mbele inapotokea tunakuwa tunaelewa kwamba hii ilishatabiriwa. Aina ya 4 ni structural foreshadowing. Hii inamaanisha kwamba muundo wa filamu yako ndo unatuambia dalili za mambo fulani kutokea. Yawezekana ukaweka ndoto ambayo inatabiri yatayotokea mbele, na yanapotokea sisi tunakuwa tumekubaliana nayo kwa sababu tunajua ni kwamba dalili zilikuwepo hapo kabla. Nyingine inaweza kuwa ni utabiri. Kuna utabiri unaongelewa, hivyo tunajua kwamba humu ndani linapotokea swala la mtu kuwa kitu fulani kikubwa, tunakuwa tunakubaliana nacho kwa sababu tayari kulikuwa kuna utabiri pia. Namna nyingine yawezekana pia ikawa ni kupitia simulizi inayotokea hapo kabla ya filamu. Simulizi pia inatupa ishara kwamba huko mbele kutakuwa kuna jambo hili na hili, labda kugombania uhuru, labda mauaji makubwa. Tukio au simulizi ulizoziweka mwanzoni ndo zinatuambia kwamba mbele tutegemee mambo fulani. Kwa hiyo ni structural foreshadowing. Baadhi ya mifano ya foreshadowing unayoweza kuiona kwenye filamu, ya kwanza ni kupitia filamu ya Titanic. Katika filamu ya Titanic kuna foreshadowing ya Rose kuongelea kwamba yeye hataki kuishi yale maisha ya kifahari. Anaonesha wazi hana interest za kuishi maisha ya kifahari kama wanafamilia wengine. Pili, kulikuwa kuna mazungumzo ya kuwepo kwa hatari ya barafu. Hapa kulikuwa na foreshadowing mbili, ya kwanza ikiwa ni badiliko la muhusika na ya pili ni hatari. Kwani baadaye kweli Rose anakimbia familia yake na kuungana na Jack kwa ajili ya mapenzi. Na ya pili kweli meli inapata ajali kwa sababu ya barafu walioikuta katikati ya bahari. Hivyo ndo namna Titanic iliweza kutupa foreshadowing, yani dalili za mapema juu ya hatari na badiliko la muhusika. Mfano wa pili ni kupitia filamu ya The Dark Knight, ambapo Joker alituambia kuwa yeye anaamini kila mtu anaweza kubadilika na kuwa mtu ambaye hatukutarajia au kumdhania angekuwa. Na hii kweli inatokea baadaye, ambapo mmoja ya wahusika anabadilika kabisa na kuwa mtu mbaya licha kuwa tulimtarajia kuja kuwa mtu bora katika jamii. Hii ni baada ya Harvey Dent kubadilika kuwa Two-Face. Na baada ya kuwa Two-Face anakuwa mtu mwingine kabisa. Tabia zake kama muhusika zinabadilika na anakuwa mtu tofauti. Hiyo yote imetokea baada ya Joker kutupa foreshadowing kupitia mazungumzo yake. Mfano mwingine ni kupitia filamu ya Avengers inayoitwa Age of Ultron. Katika filamu hii muhusika aitwaye Iron Man, yani Tony Stark, anakuwa na wasiwasi juu ya uvamizi na yeye kushindwa kuilinda dunia. Na kweli kutokana na wasiwasi wake ama hofu yake, Ultron anatengenezwa na anakuja kufanya uvamizi na mambo yanatokea kama yeye Tony Stark alivyohofia. Kwa hiyo kupitia hofu yake anatengeneza foreshadowing ya mambo makubwa kutokea hapo baadaye. Mfano mwingine ni kupitia filamu ya The Lion King, ambapo Scar anakuwa anaonesha kuwa na tamaa kubwa sana na wivu mkubwa kwenye upande wa madaraka. Na kweli baadaye kwenye filamu anasababisha kifo cha Mufasa na yeye anakuwa mtawala. Hii inaonesha kwamba ni foreshadowing iliyokuwa imebase na karakta ya muhusika, kwamba muhusika naye alibadilika na ilioneshwa mapema kabisa kupitia simulizi kwa namna alivyokuwa na tamaa na akafanyia kazi tamaa yake. Sasa zipi ni njia bora za kufanya foreshadowing? Ya kwanza, hakikisha foreshadowing yako inakuwa haiko wazi sana. Hii inamaanisha usifanye watazamaji wagundue kirahisi juu ya dalili fulani kutokea.
Hii itapunguza tension ya story yako na matukio yatakuwa yanatabirika kiurahisi sana. Namna ya pili ya kutumia kwa uzuri foreshadowing ni kuficha ndani ya maisha ya kawaida. Hii ni kupitia mazungumzo ya wahusika au mazingira wanayotumia na pia tabia ndogo ndogo za wahusika. Na njia hii inasaidia njia ya kwanza kuweza kufanikishwa kwa urahisi. Namna ya tatu ya kutumia kwa ubora foreshadowing ni hakikisha foreshadowing yako inakuwa na payoff. Hii ina maana zile dalili ulizotuonesha basi utuoneshe tukio lililotokana na zile dalili. Usituwekee dalili bila ya tukio husika. Na njia nyingine ya kutumia foreshadowing kwa ubora ni kuitumia mara nyingi lakini kidogo. Hii inamaanisha ifanye isikike au ionekane mara kwa mara bila ya kuwa waziwazi. Ifanye kwa mficho. Yani inaweza kuwa ni kitu tunakiona kidogo tu afu kinakimbia. Usibaki nacho muda mrefu tukakitazama, au mtu asikizungumze sana akakisisitiza. Anaweza kuwa anakizungumza katikati ya sentensi mara kwa mara kwa wizi. Kwa hiyo inasaidia kuendelea kumpa mtazamaji tension bila ya kumfanya atabiri. Kwa hiyo ifanye itokee mara kwa mara lakini kidogo. Yani kila inapotokea iwe kwa udogo. Najua kuna wengine watakuwa wamechanganywa kwamba sasa foreshadowing na Chekhov's gun zina tofauti gani? Tofauti yake ni ndogo sana lakini ina maana kubwa. Tofauti ni kwamba Chekhov's gun inakuwa ni kitu ambacho mhusika anakitumia moja kwa moja na mbele tunakitegemea kitatumika moja kwa moja. Kwa upande wa foreshadowing, hizi ni dalili za jambo kutokea. Na inakuwa sio lazima muhusika atumie hicho kitu, kwa hiyo ni dalili za kutupa tukio. Hiyo ndio tofauti yake. Moja ni dalili, nyingine ni matumizi. Kwamba unatuambia kwamba mbele kitatumika. Lakini kwenye foreshadowing ni dalili kwamba mbele yawezekana kuna jambo fulani likatokea. Kwa mfano, unaweza kumuonesha mtu anaogopa maji au bunduki. Kwa hiyo yaweza kuwa ni foreshadowing ya kuonesha kuwa mbele yawezekana kukawa kuna mafuriko au tukio fulani la mauaji. Lakini kwa upande wa Chekhov's gun ni kwamba unamuonesha mtu anatumia au anamiliki au yuko na silaha fulani au na jambo fulani. Kwa hiyo unatutayarisha mbele itapokuwa kuna jambo fulani linatokea, mhusika atatumia kile kitu kwa sababu tushamuona nacho hapo kabla. Kwa hiyo tunakaa tukisubiri matumizi ya hicho kitu. Lakini kwenye foreshadowing tunakaa tukisubiri tukio litokee kutokana na dalili ulizotuambia, sio matumizi ya tulichokiona. Mwisho wa siku, foreshadowing bora inakuwa ile ambayo inatokea mara kwa mara lakini kwa uficho. Yawezekana inasikika bila sisi kuzingatia, au tunaiona bila ya sisi kupewa msisitizo sana, kwa uficho kidogo, lakini inakuwa inampa mtu hisia au matarajio ya jambo fulani kutokea. Hiyo ndo namna nzuri ya kufanya foreshadowing, na inapotokea mtazamaji anakuwa na furaha, anasema ndio maana fulani aliongea kitu fulani, ndio maana niliona kitu fulani pale. Yawezekana kama ni kwato, baadaye akiona kuna simba wamevamia, sema mimi nilihisi tu kwa sababu tayari niliona kuna kwato. Kumbuka kusubscribe katika chaneli hii, na pia kama umependa na kuelewa, weka comment ni foreshadowing zipi ambazo umekuziona katika filamu gani. Kumbuka kuna video mpya kila wiki. Kaa karibu na chaneli hii, bonyeza alama ya kengele na kuwasha notifications ili ninapoweka video mpya isikukose. Tukutane video inayofuata.